tangu siku za Yohana from the days of John the Baptist, hata sasa, even now, ufalme wa Mungu the kingdom of God una nguvu. If you are weak, kama ni dhaifu, you can never walk with God. huwezi kutembea na Mungu. Na ndio maana Biblia inasema aliye dhaifu, That's what the Bible say, whoever is weak, asiniombe kwanza nimtie nguvu, not ask for me to empower him. na aseme Let him say, nina nguvu. I am strong. We are all weak Sisi sote ni dhaifu before God, kabla Mungu, but not before Satan lakini sio mbele ya shetani, and before men. sio mbele ya watu. Daniel ni nani? Daniel unaweza ukamkunja ukamfuta dakika Sometimes, na hata matumaini alionao yakaondoka. Before you, Lord, I am weak. I don't know who I am. Before you, I don't have any strength. Kwa sababu wewe ndio unayeniwezesha. Kuna wakati namwambia Mungu kama mbele yako mimi sio kitu. But no, before Satan, lakini sio mbele ya I shetani. am not weak. Sio dhaifu. I am strong. Are you shetani, proving to Satan you are weak? Oh, you will be defeated all of your life. Ukisema kwa shetani ni dhaifu, utaaibika muda wote wa maisha yako. Na ndio maana kuna watu wameokoka lakini wana vifungo. That's why there are people who are born again but still they have bonds. Wanamtumikia Mungu lakini wana vifungo. They serve God but they are in Kenya. Before Lord, mbele ya Bwana, we are very weak. Sisi ni dhaifu kabisa. Unamwambia kabisa. You tell God. Na ndio maana ni inuko la moyo kujiona uko juu ya Mungu. That's why is the exaltation of the heart to see you above God. Sasa unaweza kanisa evangelist, kwa nani anaweza kujiona yuko juu ya Mungu? Who can find himself above God? Yale mawazo ya moyo wako ndio tafsiri uko juu ya Mungu au haupo juu ya Mungu. The thoughts of your heart give the meaning either you are above God. Umewahi kujikuta uko mahali unatafakari unasema hapa sasa nimeshafika hakuna kunishusha? Have you found yourself in a place say now I've reached, no one can take me na down? kuhakikishia utashuka. Biblia inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, hope on the Lord with all your heart, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Never count on your own mind. Hivi mnajua Nebukadneza hakuongea? Do you know that Nebukadnezar siku moja tu alikaa mahali, one day he sat in a place, alafu moyo wake ukaanza kuongea, and the heart spoke. Ukamwambia, the heart spoke, umeshajijengea you have built a kingdom, vitu vingi, you have bought a hata unaoiona hapa ni fahari yako. Even what you see here is your glory. Nani atakushusha wewe? Who can take you down? Alikuwa anaongea moyoni. He was thinking in his heart. Kuna nafasi Mungu anakupa, unaanza kumsahau, unaiona ile nafasi ni kitu cha muhimu. There are times God give you a chance and you begin to forget about him, and Nebukadneza akasema maneno hayo moyoni mwake. Nebukadnezar spoke in his heart. Mungu akamwambia, wewe, God said to you, sikiliza, utaenda nyikani you'll go to the wilderness miaka 7. 7 years. Na kweli alienda nyikani. Actually, he went to wilderness for 7 good years. I need to train you this. When you need to cry before God, unapohitaji kulia mbele za Mungu, try to show him, jaribu kumuonesha, without him, kwamba bila yeye you are nothing. Wewe sio kitu. You cannot stand, uwezi ukasimama, you cannot move, uwezi ukatembea, you can never have any prosperity uwezi kuwa out of him. Uwezi kuwa na mafanikio yote mbele yake Mungu. No matter how smart you are, haijalishi una akili nyingi, haijalishi una cheo gani, haijalishi watu wanakujua ni maarufu kiasi gani. Tumeona watu maarufu walioshushwa chini, kumbukumbu zao zikafutwa. So before God, mbele ya Mungu, we submit ourselves tunajiwekeza mbele zake as weak, kama watu dhaifu, because we need his own assistance. But But before Satan, we prove to him, tunamuonesha jinsi tunavyokuwa dhaifu kwa Mungu, ndivyo ndivyo ambavyo tunapata nguvu na ujasiri wa kusimama mbele ya shetani. So wako watu wengi ambao wanafikiri kumuonyesha shetani ama kukiri udhaifu ndio kushinda. There are many people think confessing weakness is winning. Na wakati mwingine hata sio kushinda, sometimes not even winning. Wengine wanatamani wahurumiwe. Some people wish to be sympathized. Yani unakaa unaongea, unajiona maskini wa mwisho. You speak, you consider yourself the least of all people. Unajiona fukara wa mwisho. You consider yourself the most poor. Unakuwa kama ule jamaa alikuwa anaitwa Mephibosheth. You become like that man called Mephibosheth. Na wanamwambia Mephibosheth, and they told Mephibosheth, tumetumwa na Daudi tuje tukuchukue. We are sent by David to come to pick you up. Ili ya kwamba uende ikulu. So as you go to stay in the Angalia majibu ya huyu kijana anasema nini? Mimi mtumwa wako ni nani? Who am I, your servant? Hata ukamwangalia mbwa mfu that you can care for a dead dog kama mimi. Like me. Mbele za Mungu before God, sisi ni wadhaifu sana. We are very weak. Na ndio maana tumeambiwa tumtumaini. That's why we are told to hope on him. Tumeambiwa tumfuate. We are told to follow him. Na tumwambie. And you have to tell him. Lakini but mbele za wanadamu, before men, mbele za shetani, before Satan, na maanisha mbele ya vitu vyote vya ulimwengu huu, before everything of this world, we are not weak. hatuko dhaifu.